Habari, mambo vipi? Tunakusomesha namna ya kufanya kilimo cha umwagiliaji kwa kutumia drop, chupa za drop. Hapa tupo kwenye mchakato wa kuziandaa chupa za drop. Hapa unaponiona natoboa kifuniko cha chupa drop. Nimetumia msumari. Hapa nishatoboa kwa msumari. Kama unavyokiona kizibo hapa umetoboa tundu inatakiwa iwe ndogo sana. Ukishamaliza hatua hii, naendelea kwenye hatua ya pili ya kuingiza maji kwenye chupa drop kama unavyoona hivyo. Mchakato huu mara nyingi wanatumia mabwana shamba wale ambao wako mbali na vyanzo vya maji. Na chupa hii ya drop kama unavyoiona hapo ina uwezo wa kukaa hadi wiki 2. Wastani wa wiki 2 utaingiza maji mengine na mti wako utapata maji ya kutosha. Kama unavyoiona chupa hii hapa, angalia drop zinavyodondoka hapo taratibu, na hivi ndo zitavyoenda kudondoka kwenye mmea wako. Tunaendelea kwenye zoezi la kuwekea mmea chupa ya drop. Kama unavyoiona ni chupa ile ambayo tumeitengeneza kwenye hatua ya mwanzo. Hapa tupo kwenye mchakato wa kuiweka kwenye mmea. Unaweka chupa yako ya drop, chini ya mmea. Hakikisha chupa ipo chini ya shina la mmea wako. Ni vizuri ukapata mti kama nilivyochomeka hapo. Unatafuta kamba yako, unaifunga hii chupa yako ya drop vizuri. Hii inasaidia kuepusha chupa isianguke kwa upepo au kuanguka kwa wanyama. Kwa hiyo utavyoweka hivyo si rahisi kuanguka hiyo. Kama unavyoona hapo, tunaendelea na mchakato wetu wa kuweka hiyo chupa vizuri. Ndo mambo ya kilimo. Mambo ya kilimo ni mchakato ambayo haitaki pressure. Yaani inatakiwa uende hatua kwa hatua, taratibu kama hivi hapa. Tushaweka hapo vizuri na tushafunga vizuri hapo chupa kama ulivyoiona. Hivi ndo unavyotakiwa ukafanye kwenye shamba lako. Hii hususan inatumika kwa wakulima wadogo ambao wapo mbali na vyanzo vya maji. Unaweza ukatumia chupa kama hii hapa kwenye kufanya mchakato wako wa kutia maji kwenye chupa za drop. Kama unavyoona si hatua ngumu hizo hapo. Drop unaona zinavyotoka hivyo. Na ndo inavyotakiwa. Chupa ya drop ukishaitoa hapo, itoe maji taratibu kama yanavyotoka kwenye drip. Mifumo yetu ndo hivyo. Kilimo ni rahisi. Pata elimu, tembelea mashamba tofauti tofauti, utapata kujua namna ya kulima. Nashauri kwa watu wenye mashamba ambayo yapo mbali na vyanzo vya maji, watumie chupa za drop. Chupa ya drop inakuwezesha kuweka maji kwa muda mrefu. Mti unakuwa unapata unyevunyevu vizuri. Na miti yako inakuwa vizuri. Na ukishafanya hatua hii ya kuweka chupa ya drop kama hivi, inachotakiwa kila baada ya wiki 2, unatakiwa uongeze maji kwenye chupa zako za drop. Vile vile unatakiwa utafute mbolea ya urea. Mbolea ya urea unaweza ukaiingiza ndani ya chupa ya maji, ikidrop iwe ina drop, au
unaweza kuiweka chini ya mmea, lakini hakikisha ni upana wa kiganja cha mkono au unaweza ukapima kwa kiganja cha mguu ili mbolea isiguse mmea ikaunguza. Hapo mti wako utakuja vizuri na utapata maji ya kutosha na itakupelekea kuimarisha shamba lako kwa gharama ndogo. Mfumo huu hapa wa kutumia drop una bajeti sana, yani unaepusha gharama kubwa na unamwezesha mkulima yoyote kuweza kutumia. Angalia mti wetu hapo, tumewekea drip vizuri hapo. Angalia mua ulivyokuja vizuri, nao uliwekewa drip. Drip unaweza ukatumia kwa miti mbalimbali, miti ya kudumu, miti midogo yote drip itafanya kazi vizuri bila ya matatizo yoyote. Tumia drip kwa chupa ya drop. Na hii vile vile itatusaidia kuepusha chupa za drop kutozagaa mtaani. Angalia kama hapo mambo yanakwenda vizuri. Chupa yetu kama hii hapo. Angalia uwekaji wa chupa ya drop vizuri, inatakiwa uilaze kidogo isisimame moja kwa moja. Ukiilaza hivi inasaidia kuwa drip zitatoka vizuri. Angalia mpapai wetu hapo umekuwa vizuri, una afya nzuri. Na kama utaangalia ipo chupa drop hapo. Hapo kila baada ya wiki 2 tunajaza tena maji kwenye chupa drop. Angalia mwembe wetu hapo